Wapendwa watazamaji wangu, ni mimi Didi Bitem, mshauri wenu wa masuala ya mahusiano ya ndoa, uchumba na familia kwa ujumla. Kwa furaha kubwa kabisa ninawakaribisha tena katika vipindi vyetu au kipindi chetu chenye jina la ndoa kama njia panda. Leo tutakwenda kuangalia mada yenye kichwa cha somo kinachosema aina mbili kuu za matatizo katika ndoa na kanuni za kuyashughulikia. Tutakwenda kuangalia mada yenye kichwa cha somo kinachosema aina mbili kuu za matatizo katika ndoa na kanuni za kuyashughulikia. Wapendwa watazamaji wangu, matatizo ya ndoa yamegawanyika katika sehemu mbili kuu. Yako matatizo ya kitabia na aina nyingine ya matatizo ya ndoa ni matatizo ya kiroho. Tunaposema matatizo ya kitabia, tuna maana ya kwamba ni yale matatizo yanayosababishwa na sababu kama vile malezi mabaya ambayo mwanandoa aliyapitia wakati analelewa au wakati anaishi. Sababu zingine ni kama vile mitazamo au misimamo potofu inayotokana na mwanandoa kuweka mbele zaidi kutanguliza vitu kama vile cheo kikubwa alichonacho kazini, labda umiliki wa fedha, kuwa mmiliki wa biashara kubwa, kuweka mbele umashuhuri. Labda unakuta mtu mwingine ni mashuhuri, labda ni mwimbaji mashuhuri, basi anapotanguliza ule umashuhuri wake, ule superstar mbele ya mwenzi wake, basi ile inaweza kuharibu ndoa au kuleta matatizo katika ndoa na hata kuharibu ndoa. Kwa mfano, kama mwanandoa labda amepata elimu kubwa, ana taaluma kubwa, akitanguliza mbele ya mwenzi wake, basi ile inaweza kuleta matatizo katika ndoa na hata kuharibu ndoa. Labda nitoe mifano michache tuweze kuelewa zaidi juu ya tunapozungumzia matatizo haya ya kitabia. Inawezekana labda mke kwa mfano, labda ana nafasi kubwa kazini, labda yeye ni mkurugenzi. Inawezekana pia labda amefanikiwa, anamiliki biashara kubwa. Kwa hiyo anapokutana na mume wake, basi anatakiwa pale wakati anapokutana na mume wake au anaposhughulika masuala yote na mume wake, basi mmewe aweze kumuona kwamba huyu ni mke wangu, huyu ni mama ya watoto wangu, lakini asibehave au asionyeshe tabia mbele ya mume wake kwamba yeye ni mfanya biashara mkubwa, yeye labda ana nafasi kubwa kazini. Halikadhalika na upande wa mume ni hivyo hivyo. Vile vyo tulivyo navyo, umaarufu tulionao, hatuwezi kuvitanguliza au kubehave mbele ya wenzi wetu. Na vile vile sababu zingine zinazosababisha matatizo ya kitabia ni kama vile mitazamo na misimamo iliyo kinyume na kanuni za ndoa katika neno la Mungu, yani zile kanuni kuu za upendo na utii. Mume atampenda mke wake na mke atamtii mume wake katika kila jambo. Sababu zingine zinasababisha matatizo ya kitabia katika ndoa ni ubinafsi uliokithiri. Yaani unakuta mwanandoa anaingia kwenye ndoa lakini bado ana tabia za ubinafsi. Kuna masuala ambayo alikuwa nayo kabla ya kuoa au kuolewa ambayo alikuwa anayapendelea sana na baadaye anaingia nayo kwenye ndoa. Pia utakuta kwa mfano labda utakuta mwingine labda anaingia kwenye ndoa akiwa
anawatanguliza mbele zaidi, ana ubinafsi, yani anawapendelea ndugu zake, ndugu na jamaa wa upande wake. Utakuta kama ni mke au mume anawapendelea zaidi, au anawapendelea zaidi wazazi wake kuliko hata wazazi wa mwenzi wake. Tabia hii inaweza kuharibu ndoa na kuleta matatizo pia kwenye ndoa. Na pia wako wengine, kwa mfano utakuta mtu mwingine labda kabla hajaoa au kuolewa, labda alikuwa anapenda labda vipindi ni kwenye simu au kwenye television. Kuna wengine walikuwa wanapenda tamthilia, basi utakuta ile tamthilia za mambo ya mapenzi alikuwa anaangalia labda mpaka usiku sana, kwa kuwa alikuwa anaishi mwenyewe. Lakini anapoingia kuishi na mwenzi wake, tabia kama hizo inabidi zianze kubadilika ili ziendane na mwenzi wake. Wapendwa watazamaji wangu, tutakwenda sasa kuangalia aina ya pili ya matatizo katika ndoa. Na aina ya pili ya matatizo katika ndoa ni matatizo ya kiroho. Wapendwa watazamaji wangu, ziko baadhi ya ndoa ambazo hushambuliwa na nguvu za giza, yaani nguvu za mapepo wachafu, roho chafu hushambulia, kama vile majini mahaba, ambayo kwa lugha ya Kiingereza wanaita spiritual partners au spiritual husbands au wives. Na pia roho za mizimu, hizi pia hushambulia baadhi ya ndoa. Na lengo kuu la hizi nguvu za giza zikishambulia ndoa ni kuharibu na ikiwezekana kuivunja kabisa ile hatua ya pili ya ndoa. Unajua ndoa ina hatua tatu. Ndoa ina hatua tatu kuu kama neno la Mungu linavyosema. Kuna kuwaacha wazazi, kuambatana na mwenzi wako na kuwa mwili mmoja. Sasa hizi nguvu za giza zinapoingia kwa mwanandoa mmoja au zinapomtumia mwanandoa mmoja, zinamtumia kuharibu ile hatua ya pili ya kuambatana. Na mara nyingi mwanandoa ambaye ameshambuliwa au mwanandoa ambaye anatumika kwa jinsi hii na hizo nguvu za giza, mara nyingi anakuwa na tabia zifuatazo. Kwanza, tabia kubwa ambayo atakuwa nayo, atakuwa hana penzi kwa mwenzake, hana mahaba na mwenzake, yaani hajisikii kuwa karibu na mwenzake, na mara nyingi anakuwa kama anamkimbia yule mwenzake. Kwa mfano, na atakuwa anatumia visingizio mbalimbali. Kuna wengine utakuta kama ni kazini, basi anakaa kazini sana, anatumia muda mrefu kazini ili mradi akirudi nyumbani asiwe na muda na mwenzake. Na wakati mwingine hata anaweza kutumia hata huduma mbalimbali. Wakati mwingine hata huduma za kanisani. Utakuta huyu mwanandoa mara nyingi anashinda sana, anakuwa anatumia muda mrefu sana hata kwenye huduma za kanisani mbalimbali. Ili mradi anakuwa mbali na mwenzi wake, kwa hiyo anakuwa na visingizio vingi. Lakini ukichunguza sana utaona kwamba anamkimbia yule mwenzi wake, anakuwa hana mahaba. Kwa Kiingereza wanasema no affiliation. Havutwi na yule mwenzake. Na kitendo cha huyu mwanandoa ambaye anatumika na nguvu za giza kutokuwa na mahaba na mwenzake, kutokuwa na mapenzi na mwenzake, kwa sababu penzi ni muhimu sana katika kuwafanya wanandoa waweze kuambatana pamoja. Sasa huyu mwanandoa ambaye ameathirika sasa, ambaye huyu mwenzake anakuwa hana mahaba naye, yeye anapoanza kulikosa lile penzi, anapoanza kukosa ukaribu na yule mwenzake, anapoanza kukosa mahaba ya mwenzake, mara nyingi anabaki kuwa mpweke. Na hii hali anakuwa kama ametengwa hivi na yule mwenzake. Na hii hali hii baadaye inaweza kumletea msongo wa mawazo baadaye, na hata akapatwa na uchungu
akawa na uchungu ndani yake, akaishi na maisha ya uchungu na msongo wa mawazo. Na kwa kuwa yule mwenzake anatumika na nguvu za giza, kufahamu hatua hii inakuwa imejificha, yani tatizo ambalo limejificha sana. Na mara nyingi hata washauri wa mahusiano, yule ambaye ameathirika sasa, yule victim, anapowaambia labda mwenzi wangu ananitenga, hana mahaba, hana mapenzi na mimi, anaonekana kama amenichoka, wakati mwingine washauri wanakuwa ni vigumu kulielewa, wanakuwa ni ngumu kumwelewa. Na kama huyu mwanandoa ambaye ametengwa na mwenzake, ambaye ameachwa na upweke, na sasa anakabiliwa na msongo wa mawazo, na ndani yake ana uchungu, kama hana neema ya Mungu ya kutosha, utakuta wengine anaweza kuchukua uamuzi hata kujitoa uhai, uamuzi wa kujiua. Na wakati mwingine utakuta hata ndoa ni ya Kikristo, lakini unasikia mwanandoa mmoja amejiua. Ni hatua kama hii. Na dalili zingine ambazo anakuwa nazo yule mtu ambaye, yule mwenzi sasa, ambaye anatumika na nguvu za giza kumshambulia mwenzake, ni kama zifuatazo. Mara nyingi atakuwa kinyume na zile kanuni kuu mbili za Mungu kuhusu ndoa, juu ya utii na upendo. Kama ni mwanamke, basi atakuwa hapendi kabisa kuwa chini ya mume wake, kumtii mume wake, na maana atakuwa hana submission. Na kama ni mwanamume, basi atakosa upendo kwa mke wake. Na pia tabia nyingine ambayo huyu mwanandoa anayetumika na nguvu za giza anakuwa nayo ni pamoja na, mara nyingi atakuwa anajaribu kuwafanya watoto wawe upande wake na wamtenge yule mwenzi wake. Hiyo pia ni tabia ambayo anakuwa nayo. Tabia zingine ambazo anaweza kuwa nazo, lakini sio za lazima, pia anaweza kuwa na chuki. Anaweza kuwa na chuki na hasira mara kwa mara ambayo haina sababu ya msingi. Na pia anaweza kuwa ni ugomvi usoisha. Na pia wakati mwingine anaweza hata kuingia kwenye maisha ya uzinzi. Sasa huyu mwanandoa ambaye anatumika na nguvu za giza, yeye mara nyingi anakuwa hayupo karibu na mwenzi wake, hamhitaji mwenzi wake, kwa sababu zile nguvu za giza ndani yake, yale mapepo mahaba, ile spiritual husbands au wives ndani yake, anakuwa yanamridhisha, anatoa ile satisfaction, anajisikia ameridhika. Kwa maana hiyo hamhitaji mwenzake. Na hali hii inakuwa ni hali ambayo imejificha sana, kiasi kwamba washauri na watu mbalimbali, labda watumishi wa Mungu ambao wanajaribu kupatanisha ndoa hii, inakuwa ni ngumu kutambua hali hii au tatizo hili katika ndoa. Wapendwa watazamaji wangu, wakati huu tutaingia katika kipengele chetu kingine katika mada hii, kinachosema kanuni za kuyashughulikia matatizo ya ndoa. Wapendwa wapatanishi na washauri mbalimbali ambao mnashughulikia ndoa, nitaomba siku ya leo na mimi nishirikiane na nyinyi uzoefu wangu wa kanuni za kuyashughulikia matatizo ya ndoa. Kanuni ya kwanza, mshauri au mpatanishi, naweza kuwa labda ni mtu yeyote, labda ni ndugu, wazazi, labda watumishi wa Mungu. Tunapoenda kushughulikia matatizo ya ndoa, kitu cha kwanza kabisa, lengo kuu inatakiwa iwe ni kujaribu kadri iwezekanavyo kugundua tatizo chanzo cha tatizo la ndoa, yani to locate the root cause of the problem, to identify the root cause of the problem. Yani tujitahidi tuelewe hasa chanzo kilichosababisha lile tatizo katika ndoa ni nini. Na njia ambazo na labda tukumbuke, hatuwezi kushughulikia tatizo la ndoa kabla hatujajua
tatizo la ndoa, chanzo hasa kilichosababisha tatizo ni nini. Tukishughulikia bila kukitibu chanzo, ile tatizo litakuwa linajirudia mara kwa mara. Ndio unakuta matatizo mengine ya ndoa yamesuluhishwa, lakini baada ya muda yanajirudia tena. Hii ni kwamba inatokana kwamba tumeshughulikia matokeo, consequences, lakini hatukushughulikia root cause. Sasa hatua ya pili, ni lazima mshauri au mpatanishi wa mambo ya ndoa aongee na pande zote mbili. Yaani aongee labda na mume na mke au mke na mume. Hata kama ameongea na upande mmoja, kwa mfano umempa maelezo ya kutosha, una ushahidi wa kuridhisha, naye kwa upeo wake anaona labda beyond doubt ule ushahidi unatosha, lakini ni lazima asikilize upande mwingine, na lazima aongee na upande mmoja, halafu baadaye aongee na upande mwingine kwa nyakati tofauti, halafu baadaye kama ataona inafaa, kama hali inaruhusu, ina maana wanandoa wako tayari, hawako katika hali ya ugomvi mkubwa, basi anaweza akawakutanisha wote wawili akawasikiliza kwa wakati mmoja. Lakini kuwasikiliza wanandoa wote wawili ni muhimu sana katika kujua chanzo halisi cha tatizo, yani to identify the root cause of their problem. Kwa hiyo mshauri au mpatanishi wa ndoa usifikie uamuzi wowote juu ya tatizo la ndoa la ufumbuzi wake bila kusikiliza pande zote mbili, hata kama upande mmoja umekupa ushahidi unaona unatosha kiasi gani. Wapendwa washauri na wapatanishi wa mambo ya ndoa na watu wote ambao mnanisikia na watazamaji wangu, tukumbuke ya kwamba kutokana na uzoefu wangu matatizo ya ndoa yako hivi. Yule ambaye tunamuona ndio victim, yule ambaye ameripoti ya kwamba, ambaye anatoa taarifa kwamba analalamika kwamba ndoa inamtesa, anatendewa mambo mabaya, kwa kiasi kikubwa inawezekana yeye ndiye cause, yeye ndiye sababu ya ile tatizo, ya yale matatizo au tatizo kwenye ndoa, na anaweza akawa hivyo kwa kujua au kutokujua. Wako wanandoa wengi wamekuwa wao ndo chanzo cha matatizo kwenye ndoa zao pasipo kujua. Kiko kitabu kimoja kimetungwa na mshauri mmoja cha miaka ya nyuma kidogo, mshauri mmoja mashuhuri sana wa masuala ya ndoa na uchumba na familia. Huyu mshauri alikuwa anatoa ushauri juu ya upatanishi, na katika kitabu kuna kisa kimoja ambacho mwanamke mmoja ambaye ameolewa alimwendea na akamwambia kwamba mume wake ana matatizo mengi, walikuwa na matatizo kwenye ndoa ambayo yanasababishwa na mume wake, na alisema mume wake ana tabia nyingi mbaya, haangalii familia, hana upendo, yana na kila aina ya tabia mbaya. Huyu mshauri ukisoma kile kitabu alimuuliza huyu mama kwamba mna muda gani kwenye ndoa yenu. Huyu mama alimwambia tuna miaka kadhaa, na alimuuliza je, mlipokutana na huyu mwanamume mkaoana alikuwa na haya matatizo ambayo mnayapitia sasa? Huyu mwanamke alimwambia hakuwa na haya matatizo hata moja. Kwa hiyo huyu mshauri alimwambia kwamba ina maana haya matatizo ambayo anayo sasa mume wako ameanza wakati mnaendelea kuishi baina wewe na yeye. Akasema ndio. Basi huyu mshauri alifikia uamuzi huu, alimwambia yule mama hivi: ikiwa huyu mwanamume ulipokutana naye wakati mnaoana hakuwa na tatizo hata moja katika haya ambayo yapo sasa hivi, isipokuwa matatizo yote yameanza wakati mnaishi wewe na yeye, ni wazi kwamba matatizo yako upande wako. Wewe ndio unatakiwa ujirekebishe, lakini huyu mume wako hana tatizo. Tatizo liko upande wako, na wewe ukilitambua tatizo upande wako kalirekebisha, basi mume wako naye atarekebishika. Na wapendwa watazamaji wetu, pia ninao mfano mwingine. Niliwahi kuhudhuria kikao kimoja cha usuluhishi wa ndoa, na katika kile kikao mwanamke ndo alikuwa mlalamikaji, naye alikuwa anamlalamikia mume wake ya kwamba baada ya miaka kadhaa ya ndoa yao, mume wake ambaye ana kipato kizuri na ana kazi nzuri
alisitisha ghafla kutoa matumizi nyumbani kabisa, yaani matumizi ya familia, hata ya elimu. Alikata hata kuwalipia watoto ada za shule, yaani school fees kabisa. Na katika kile kikao ambacho walikuwepo wote mume na mke, na tulikuwa pande mbili, upande wa mke walikuwepo na upande wa mume walikuwepo. Baada ya kusikiliza maelezo ya yule mwanamke, walitaka kutoa uamuzi, yaani kama hukumu hivi, kumhukumu yule mwanamume bila kumsikiliza, kwa sababu walisema kwamba lile tatizo la yule mwanamume kutoisaidia familia yake lilikuwa linafahamika kwa muda baina ya pande zote mbili, lilikuwa halina shaka. Na kile kikao chote walimshtumu yule mwanamume kwamba ni mtu mbaya, kwa sababu ana kipato kizuri, ana kazi nzuri, lakini kwa makusudi tu ameamua kutoitunza familia yake. Na mimi kwa sababu nilikuwa kwenye kile kikao, niliomba ya kwamba yule mwanamume naye aruhusiwe atoe maelezo, ingawa wale ndugu waliokuwepo walikataa. Walisema hakuna haja yeye kutoa maelezo kwa sababu tabia yake mbaya ya kutoitunza familia yake inafahamika. Lakini mimi niliomba sana, na kwa shingo upande kikao kilikubali ya kwamba yule mwanamume naye aweze kutoa maelezo yake, na yule mwanamume alianza kutoa maelezo. Katika maelezo yake yule mwanamume alisema hivi: katika miaka yao ya awali ya ndoa alikuwa akiangalia familia yake vizuri kabisa, alikuwa akitoa matunzo yote kama baba wa familia, jambo ambalo hata yule mwanamke alikiri. Na huyu mwanamume alisema hivi kwamba alisitisha kutoa matumizi au matunzo ya familia yake baada ya tatizo ambalo lilitokeza kwenye ndoa yao kama ifuatavyo. Anasema mke wake ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye taasisi kama mfanyakazi wa kawaida alikuja kupandishwa cheo, na akapandishwa cheo kikubwa sana kule kazini, na bila shaka na kipato chake kikawa kikubwa, labda hata kupita cha mume wake. Anasema baada ya hatua hiyo ndipo matatizo yalianza. Baada ya mke wake kupandishwa cheo kikubwa kazini na kipato chake kuongezeka kiasi kikubwa, tangu wakati huo tabia yake ilibadilika, na alianza kumdharau mume wake, na alikuwa hataki kumtii mume wake kabisa. Na yule mwanamume alisema mbaya zaidi, alimdharau mume wake na kutoa kauli mbaya mbele ya watoto, kitu ambacho yule mwanamke tulipomhoji kile kikao alidhibitisha ni kweli amewahi kutoa kauli za namna hiyo, za dharau mbele ya watoto. Kwa yule baba anasema baada ya kuona mkewe anamdharau mbele ya watoto na hayuko tayari kumtii kabisa, ndipo alipochukua uamuzi wa kusitisha huduma zote kwa familia na kumwachia yule mama ya kwamba yeye ndo awe baba wa ile familia. Unaona? Kwa hiyo baada ya maelezo ya yule baba ndipo kikao chote kiligundua au kiling'amua kwamba cause au tatizo katika ile ndoa alikuwa ni mwanamke ambaye aliripoti. Yeye alikuwa ni mlalamikaji, lakini yeye ndo alikuwa tatizo bila kujua. Kwa sababu mimi niliwaambia, ikiwa huyu baba ameamua tu kwa makusudi kutoiangalia familia yake, basi inawezekana huyu baba labda akawa na akili yake sio nzuri. Lakini kama ni baba ambaye ana akili timamu kabisa, lakini amefikia uamuzi wa kutoisaidia familia yake huku akiwa na kipato kizuri, basi huyu baba ana sababu za msingi na tumruhusu tuweze kumsikiliza. Na kweli baada ya kumsikiliza, kama nilivyoeleza, waligundua kwamba root cause au tatizo au chanzo cha tatizo katika ndoa yao ilikuwa ni mke wake ambaye alikuwa anamdharau mume wake baada ya kupandishwa cheo kazini na kupata kipato kilicho kikubwa zaidi. Baada ya root cause kufahamika, tuliingia katika hatua ya upatanisho, na ile ndoa ilipatanishwa na ndoa yao ilienda vizuri. Na pia tuligundua kwamba yule mama na watu mbalimbali waliojaribu kupatanisha ile ndoa walikuwa wanaipatanisha katika hatua za awali bila kujua root cause, yaani chanzo cha tatizo hasa ni nini. Wapendwa watazamaji wangu,
na washauri wa masuala ya ndoa. Sasa tuangalie ufumbuzi ni nini kwa matatizo ya kitabia. Tumesema matatizo ya ndoa yamegawanyika katika sehemu mbili kuu. Yako matatizo ya kitabia. Kwa matatizo ya kitabia ufumbuzi wake ni kwamba baada ya mwanandoa ambaye anasikiliza taarifa, ndio maana tunapeana elimu kama hizi ili tupate elimu na ufahamu. Kwa hiyo mwanandoa atakapopata elimu na kufahamu eneo la kulifanyia kazi, anachotakiwa ni kufanya uamuzi wa kubadilika kutoka eneo hilo ambalo ndilo chanzo cha tatizo kwenye ndoa yao. Halafu anatakiwa pia achukue hatua ya kwenda kumwomba Mungu aweze kumsaidia ili aweze kupata nguvu za Mungu za kuchukua maamuzi thabiti. Na hatua nyingine ni huyu mwanandoa kuanza kubadilika, kuchukua hatua ya kubadilika, na hii inaweza kuhusisha pia kuongea na mwenzi wake, ikiwezekana kuombana msamaha na kuanza upya. Wapendwa watazamaji wangu, katika tatizo la ndoa, matatizo ya ndoa ambayo ni ya kiroho, ambayo tulisema yanatokana na mwanandoa mmoja kushambuliwa na nguvu za giza. Kwanza, yule ambaye anapata ni muhanga, ambaye anaathirika kutokana na huyu mwenzake kumshambulia, anatakiwa kwanza, akishapata uelewa na kufahamu jambo hilo, anatakiwa asimame kwenye neno la Mungu. Kwanza anatakiwa afahamu ukweli wa neno la Mungu ya kwamba shetani pale msalabani Yesu alimshinda. Knowledge is power. Kwanza ajue kwamba shetani na mawakala wake, shetani na majenti wake wameshindwa. Kitu cha pili cha kufahamu ni kwamba kwa kuwa hili tatizo lake ni la kiroho, vita ya rohoni inashindwa, ushindi wake unapatikana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo itabidi aende mbele za Mungu kwa maombi ya Mungu amuongoze. Hatua nyingine, huyu mwanandoa atabidi aonane na watumishi wa Mungu wa kiroho waweze kumsaidia. Kama ni washauri, basi ni wa kiroho wamsaidie katika eneo hili. Na pia wakati huo huyu mwanandoa anatakiwa awe amesimama katika eneo la Mungu, kwa sababu atakuwa amepatwa na tabia ya ule mwenzake amemsababishia upweke kama nilivyosema, ambao umemletea msongo wa mawazo na uchungu ndani ya moyo wake. Itabidi aachilie ule uchungu ndani ya moyo wake, na pia asimame kwenye neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 na sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 7 linasema, furahini katika Bwana siku zote. Kufurahi, mpendwa mtazamaji wangu, ni uamuzi. Kwa hiyo lazima achukue uamuzi ya kwamba nataka kuishi maisha ya kufurahi pamoja na hali ambayo naipitia ya upweke. Na hatua nyingine ya kwamba lazima aendelee kusimama katika neno la Mungu, kwa sababu vita yake ni vita ya rohoni. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu kile cha Luka mtakatifu sura ya 4 kuanzia mstari wa 18 mpaka 19. Hapa mpendwa mtazamaji wangu, utasoma mwenyewe kwa wakati wako. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 4 mstari wa 18 hadi 19. Neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu alitangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na ambapo wafungwa wanafunguliwa. Kwa hiyo yule mwenzi wake, kwa kuwa tunaishi katika mwaka wa Bwana uliokubaliwa, we live in the acceptable year of the Lord. Kwa kuwa yule mwenzi wake ni mfungwa, shetani amemfunga, anamtumia kuweza kuleta uharibifu kwenye ndoa yao, Mungu atamfungua, kwa kuwa ni mwaka wa Bwana uliokubalika. Mpendwa mtazamaji wangu, kwa leo ninafikia mwisho hapo, na kushukuru kwa kutoa muda wako tukaweza kushirikiana katika kipindi hiki. Naamini pamoja na ushauri wangu, wewe pia una ushauri, una maoni na mapendekezo ambayo yanaweza kuboresha zaidi kipindi hiki kikawa cha manufaa katika kuboresha ndoa zikawa bora kama Mungu alivyokusudia. Kwa hiyo ninakukaribisha hapo uweze kucomment na kutoa maoni yako na kulike pia hapo, ili uweze kuendelea kupokea vipindi vyetu zaidi. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.
Asante kwa kunisikiliza.